Karibu kabisa katika Hela's Podcast, na leo siku hii tungependa kuzungumzia kitu kimoja ambacho watu wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusu nini maana ya uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha una maana gani? Watu wengi wanasema wanataka uhuru wa kifedha, lakini mara nyingi wanawaza jambo moja tu, kuwa na pesa nyingi. Kwa uhalisia, uhuru wa kifedha hauhusiani kuonekana tajiri pekee, bali unahusiana kuwa na udhibiti wa maisha yako, amani ya moyo wako, uwezo wa kufanya maamuzi kwa hiari. Uhuru wa kifedha unamaanisha kwamba maisha yako hayaongozwi kwa kila wakati na msongo wa kifedha. Inamaanisha kuwa bili zako, malengo yako na mahitaji yako ya msingi hayategemei mshahara unaofuata au kukopa madeni mapya. Kwa watu wengi, uhuru wa kifedha unajumuisha mambo matatu kwa wakati mmoja. Wengi wanaamini kwa uhuru wa kifedha ni kuishi maisha yanayoendana na maadili na vipaumbele vyako. Wengine wanasema uhuru wa kifedha ni hali ya kuwa una akiba, mali au vyanzo vya mapato vinavyoweza kugharamia maisha yako. Au wengine pia wanaweza kusema kwa uhuru wa kifedha ni kuwa unaweza kufanya maamuzi bila kuongozwa na hofu ya kifedha. Hii haimaanishi kwamba lazima uache kabisa kufanya kazi. Mara nyingi watu wenye uhuru wa kifedha bado wanafanya kazi, wanawekeza na wanaanzisha biashara au wanazalisha vitu mbalimbali tofauti. Ni kwamba wanafanya hivyo kwa hiari, si kwa sababu ya kulazimishwa na hali ya kifedha. Uhuru wa kifedha una maana tofauti kwa kila mtu. Kwa mmoja unaweza kumaanisha kuwa ni muda zaidi na familia, kwa mwingine unaweza kumaanisha kuwa ni kusafiri, na kwa mwingine unaweza kuwa ni uhuru wa kupanga muda wake, kuacha kazi yenye mazingira mabaya au kuwa na utulivu wa kujenga familia yenye amani. Je, ni mambo gani ambayo tunaweza kufanya ili kuweza kujenga uhuru wetu wa kifedha? Ya kwanza ni fafanua maisha unayotaka. Uhuru wa kifedha huwa halisi na unapoupa uhuru thamani kwa namba. Hesabu gharama za maisha unayotamani kwa mwezi na kwa mwaka. Jumuisha gharama za nyumba, chakula, usafiri, afya, madeni, akiba, burudani na malengo ya baadaye. Ukishajua kiasi halisi unachohitaji, ndoto yako inakuwa lengo linalowezekana kupimika. Utakuwa tena unafuatilia wazo lisiloeleweka, bali utakuwa unafanya kazi kuelekea kiwango maalum cha mapato na utulivu wa kifedha. Hatua pili, jenga mapato yasiyotegemea muda wako pekee. Baada ya muda, uhuru wa kifedha unahitaji kuwa na mapato yanayokuja hata bila kufanya kazi, moja kwa moja kila wakati. Hayo yanaweza kutokea kwenye uwekezaji, gawio, kodi za nyumba, bidhaa za kidijitali, mirabaha, huduma zinazofanya kazi kiotomatiki au biashara inaweza kuendelea kukuingizia kipato hata usipokuwepo kila siku. Hatua ya pili ambayo inaweza kwenda kujenga uhuru wa kifedha, hatua ya tatu ni jenga tabia nzuri kabla ya kutafuta mbinu ngumu. Watu wengi hawashindi kwa sababu hawana taarifa. Wanashindwa kwa sababu hawadhibiti matumizi yao, hawaweki akiba mara kwa mara na hawana uvumilivu wa kusubiri matokeo kwa muda mrefu. Tabia nzuri zinazojenga uhuru wa kifedha, mfano ni kutumia pesa chini ya kiwango unachopata. Nyingine ni kuepuka madeni mabaya. Nyingine ni kuweka akiba mara kwa mara. Lakini nyingine ni kuwekeza kwa utaratibu, na tabia nyingine ni kufuatilia hali ya kifedha kwa uaminifu. Hatua ya 4 ambayo inaweza kwenda kujenga uhuru wako wa kifedha ni kuwa anza mapema kuliko unavyofikiri.
Muda ni moja ya zana muhimu zaidi katika fedha. Binafsi, kadiri unavyoanza mapema ndivyo faida ya ukuaji wa uwekezaji inavyokuwa kubwa zaidi. Hata maamuzi madogo yanayofanywa kwa udhibiti yanaweza kuleta mafanikio makubwa baadaye pale litapotokea umeanza katika muda sahihi. Huhitaji kuwa mkamilifu siku ya kwanza. Unachohitaji ni kuwa na mwelekeo sahihi, nidhamu ya utayari wa kuendelea kujiboresha. Mara nyingi uhuru wa kifedha hujengwa polepole, lakini hujengwa kwa uhakika. Swali muhimu la kujiuliza ni hili: ikiwa tayari unafanya kazi kwa bidii, kwa nini usijenge maisha ambayo juhudi zako zitakuletea amani, uhuru wa kuchagua na kujitegemea? Maamuzi bora yanafanywa leo yanaweza kuwa uhuru wako wa kifedha kesho. Usisahau kusubscribe, follow